Kuna mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Happy. Happy alikuwa ni tajiri sana. Utajiri wake alikuwa anaupata kwa njia ya wizi. Unajua alikuwa anaibaje? Nina imani hata wewe itakufurahisha sana na utaamini kwamba katika hii dunia sio kila mtu unatakiwa umwamini. Happy maisha yake yalikuwa ni maisha ya kifahari sana. Lakini pesa ambavyo alikuwa anaipata ilikuwa ni katika njia ya kustajabisha sana. Happy alikuwa anamiliki gari la kifahari sana. Gari kubwa na zuri na nyumba nzuri, maisha yake yalikuwa ni mazuri sana. Sasa Happy alichokuwa anakifanya, alinunua pete nyingi sana. Pete hizi zilikuwa ni pete kama pete za dhahabu, pete zenye kung'ara, pete zenye kuvutia sana. Alichokuwa anakifanya, alikuwa anatafuta sehemu ambazo kuna watu ambao ni matajiri ama watu wenye kujiweza. Alikuwa anaenda, anaweza kaenda kala chakula, lakini baadaye anatoka nje anajifanya anatafuta pete. Kuna pete yake ya ndoa ya thamani sana imeanguka. Sasa akiwa anaendelea kuhangaika, ameinama chini anatafuta pete yake. Sasa anakuwa yupo jirani na mtu aliyemtarget. Yule mtu atakapomwona mwanamke mzuri tena mrembo, anahangaika chini, amepiga magoti, anatafuta kama kitu kidogo hivi. Sasa kwa sababu tunapenda ugentleman, huyu mwanaume anamfuata Happy. Anamuuliza, shida nini? Unatafuta nini? Happy anamwambia, nimeangusha pete yangu ya thamani sana, pete yangu ya harusi. Tafadhali, kama wewe ni mwenyeji hapa, naomba unisaidie kutafuta. Kama utabahatika kuipata hiyo pete, nitakupa pesa nyingi sana. Nitakupa sio chini ya milioni 10. Kwa hiyo kitu ambacho kinatokea ni kwamba wanabadilishana namba za simu na Happy huyo anaondoka zake akiwa ni mnyonge na sura yake imekosa nuru, akiwa anawaza huku na kule, hii pete naipata vipi? Ndani ya kama dakika 40 zinapita, kuna mwanamke mwingine mzuri anaiokota pete. Wakati huo ameiokota pete, anakuwa anaichunguza kama anaikagua hivi. Muda ambao anaikagua, anakuwa anamuonesha yule mtu ambaye amewasiliana na Happy na amekubaliana kwamba akiipata pete yake atampa kama milioni 10 hivi. Sasa jamaa baada ya kumuona yule mwanamke anaikagua pete, anamfuata kwamba, oh, this is my ring, hii ni pete yangu, niliiangusha. Kwa hiyo nashukuru sana. Yule binti anakataa, anasema, hapana, siwezi nikakupa hivi hivi. Hii pete inaonekana ni pete ya thamani, naenda kuiuza. Jamaa anasema, usijali, twende nikakupe pesa. Hii pete mimi ni ya kwangu na nahitaji. Jamaa anaenda kutoa kama 600,000 hivi, anampa binti kwamba chukua hii pesa. Hii pete na nahitaji. Nashukuru sana kwa kuniokotea pete. Kwa hiyo binti anakuwa amefanya biashara na yule jamaa bila jamaa kujua. Jamaa anatoa 600,000 yake, anampa huyu binti kwa ajili ya kuinunua ile pete na kumshukuru kwa kuiokota ile pete. Lakini yeye target yake ni kwamba ataenda kwa yule binti wa kwanza ambaye ni Happy, atalipwa milioni 10. Imagine. Kwa hiyo kumbe Happy huu ndo unakuwa mchezo wake. Anafanya maisha haya kila siku na mwisho wa siku anajikuta kuwa ni bilionea mkubwa sana. Anazunguka sehemu mbalimbali kwa kutumia triki kama hii na anajikuta anatengeneza pesa kiurahisi sana tena sana. Kwa hiyo kinachotokea ni kwamba yule binti baada ya kupewa hiyo 600,000 anaenda kwa Happy kwamba deal done, tumepata 600,000 kwa yule bwege, twende sehemu nyingine. Kwa hiyo hii ndio inakuwa biashara yao, wanazunguka sehemu mbalimbali ulimwenguni, wanatumia mbinu kama hii na kutengeneza pesa nyingi sana. Anyway, wewe nadhani ni shabiki wa Bongo Star Media na umekuwa pamoja nasi kuanzia mwanzo tulivyoanza hadi leo hii. Niambie, je, Happy ni genius ama Happy alikuwa anawakamata wajinga? Je, ungekuwa ni wewe asingekukamata? Bana we, Happy ni genius. Sikufundishi hii kama ni njia ya kutafuta pesa, ila Happy yeye alifanya kuwa ni njia ambayo itamuingizia mamilioni ya pesa. Atanunua magari, atanunua nyumba za kifahari na ataendesha maisha yake. Mimi naitwa Jimmy Godfrey, hii inaitwa Bongo Star Media. Nakupenda sana. Niseme tu kwa leo tuishie hapa. Siku njema iwe nawe. Bye bye.